Sauti inayoita jina langu, sehemu ya pili. Usiku ulifuka haraka kuliko nilivyotarajia. Nilijaribu kujizuia kwenda shule kesho yake, lakini kitu ndani yangu kilikuwa kinanisukuma. Ilikuwa kama shule yenyewe inanivuta. Nilipofika, kila mtu alikuwa kawaida. Wanafunzi wanacheka, walimu wanapita. Hakuna aliyekuwa akijua nilichokiona jana usiku. Lakini mimi nilijua. Nilipita kwenye ule korido mrefu. Taa zilikuwa zinawaka kawaida, lakini zilipoanza kufifia kidogo tu, nilihisi baridi kali ikipenya mgongoni mwangu. Sajei. Sauti ile haikutoka nje, ilitoka ndani ya kichwa changu. Nilishika kichwa changu kwa hofu. Hapana, hapana. Lakini nilipoangalia kioo cha dirishani, sikuuona uso wangu peke yake. Kulikuwa na kivuli nyuma yangu. Niligeuka haraka. Hakukuwa na mtu, lakini sakafuni kulikuwa na alama za miguu, zikiwa zinaelekea kwenye lile darasa lisilotumika. Moyo wangu ulianza kudunda kwa kasi. Kila hatua niliyopiga kuelekea pale, hewa ilizidi kuwa nzito. Sauti za wanafunzi wengine zilipotea polepole, hadi nikabaki kimya kabisa. Niliposimama mbele ya mlango, ulikuwa umefungwa, lakini ndani kulisikika sauti ya kiti kikisogezwa. Krrrr. Mkono wangu ulikuwa unatetemeka nilipoushika mpini wa mlango. Nilipoufungua, darasa lilikuwa tupu. Isipokuwa, ukutani kulikuwa na maandishi mapya kwa rangi nyekundu. Uliitika. Ghafla mlango kajifunga kwa nguvu nyuma yangu. Dirisha likaanza kugongwa kutoka nje. Lakini tulikuwa ghorofa ya 3. Kivuli kile kilianza kuonekana sakafuni, kikisogea karibu nami polepole kama moshi mweusi unaojikusanya. Sajei. Sauti sasa ilikuwa nzito, ya hasira. Nikaanza kukumbuka hadithi ya mwanafunzi aliyepotea miaka 7 iliyopita. Jina lake lilikuwa Sajei. Macho yangu yakapanuka. Nikageuka polepole kuangalia picha za ukutani. Sura ile kwenye picha haikuwa yangu tena. Ilikuwa imezeeka. Macho yake yalikuwa meusi tupu, na chini ya picha kulikuwa na jina kamili: Sajei aliyepotea 2019. Lakini mimi niko hai, au labda nilipotea zamani na sijawahi kutoka humo. Kivuli kilisimama mbele yangu sasa. Kilikuwa na umbo langu, lakini hakikuwa mimi. Kikanyoosha mkono wake mrefu wenye vidole virefu visivyo vya kawaida. Shule hii inahitaji Sajei mmoja tu. Taa zikazima zote. Giza likawa nzito kama maji. Nilihisi nikianguka, kama nashushwa kwenye kisima kisicho na mwisho. Asubuhi iliyofuata, wanafunzi walikusanyika mbele ya ubao wa matangazo. Kulikuwa na tangazo jipya. Mwanafunzi Sajei ameripotiwa kupotea jana jioni. Wanafunzi wakaanza kunong'ona. Mwalimu akauliza, kuna mtu alimuona mara ya mwisho? Msichana mmoja akasema kwa sauti ya kutetemeka. Alikuwa anaongea peke yake, akisema kuna mtu anamuita ndani ya lile darasa lisilotumika. Kiti kimoja kilikuwa katikati, na juu yake kulikuwa na daftari. Ndani yake kulikuwa na maandishi mapya: nimepata mwili mpya, na chini yake sahihi: Sajei. Je, Sajei wa kweli yuko wapi? Je, kivuli kimechukua nafasi yake? Au shule yenyewe inachagua roho mpya kila baada ya miaka 7? Ili kujua majibu ya maswali haya, usikose sehemu ya 3.